Haleluya. Asante Bwana. Inua tu mikono zako, mwambie Bwana asante kwa sababu siku ya leo. Mwambie tu jina lake litukuzwe. Mwambie tu kama haingekuwa ni yeye au ungekuwa mahala hapa. Mshukuru tu kwa ukuu wake na ushindi wake, maana yeye ndiye Bwana mabwana, yeye ndiye mfalme wa wafalme. Hakuna wa kufananisha na huyu Yesu, hakuna wa kupima na huyu mfalme. Yeye ni jana, leo na hata milele. Hakuna jambo asiloliweza kulitenda, hakuna njia asiloliweza kulifungua, hakuna dhoruba asiloweza kulituliza, na kuna swali Yesu hawezi kulijibu. Hakuna jambo ambalo linamshinda huyu Yesu, maana kwa vyovyote alijaribiwa nayo akaibuka kuwa mshindi. Ndio maana tunamwabudu, ndio maana tunambariki, ndio maana tunamwinua, ndio maana wanadamu wote wanamsujudu, ndio maana kila ndugu na kila dada wanainua jina lake. Maana tangu mwanzo, leo na hata milele hakujawahi kuwa na mwingine kama Yesu, hakujawahi kupatikana mwingine kama mfalme wa falme na Bwana mabwana. Roho yangu inamtukuza, roho yangu inamwinua Yesu. Roho yangu inatamani tu kumwona siku hii ya leo. Roho yangu lina kiu na njaa, akapate kunilisha na chakula cha mchana, akapate kumaliza kiu. Hoja ya moyo wangu Yesu akapate kukutana nazo, akapate kunijibu kila swala la moyo wangu, kila swala la afya yangu, kila swala la familia yangu, kila swala la watoto wangu, kila swala wapendwa, kila swala la mume wangu, kila swala la mke wangu, kila swala za shughuli zangu, kila swala za biashara zangu, swala lolote ambalo linahusisha maisha yangu, ninaleta mbele zake Yesu Kristo. Ninakabidhi mikononi mwake, maana ninajua kwamba anaweza yote. Ninabeba kila mzigo, ninabeba kila mzigo mizito, ninabeba kila mzigo ya moyo, ninabeba mzigo wote wa afya, mzigo wa familia, naleta mbele ya Yesu Kristo. Maana wanadamu wote wamepungukiwa, kila mwanadamu amepungukiwa, lakini Yesu hajawahi pungukiwa. Kila mwanadamu anashindwa, lakini Yesu hajawahi shindwa. Wanadamu wote wameshindwa na kufanya vyovyote, lakini nimejua kwamba Yesu Kristo hatawahi shindwa, hajawahi shindwa, hatawahi shindwa, hajawahi shindwa, hatawahi shindwa, hajawahi shindwa, hatawahi shindwa, hajawahi shindwa. Hakuna chochote ambayo Yesu alipimwa nayo akapata kushindwa. Ndio maana namwinua jina lake, ndio maana nambariki Yesu Kristo, maana nina imani ya kwamba atatengeneza njia pasipo njia. Nina imani ya kwamba siku ya leo nitakutana naye. Nina imani ya kwamba Yesu atajibu kila maombi, atajibu kila swala, atajibu kila hoja moyo wangu. Kila milima litaporomoka, kila milima likaporomoke, kila milima likaporomoke, kila ukuta likaporomoke, maana Yesu ameinuliwa juu ya majina yote. Pokea sifa na utukufu Bwana mabwana. Jina lako ligombe imara. Wewe ndiye tegemeo la wanyonge, wewe ndiye msaada wa karibu, wewe ndiye jawabu, jawabu ni Yesu. Wewe ndiye daktari, daktari ni Yesu Kristo. Aponyaye kila magonjwa, aponyaye kila maradhi, atingizaye kila madhabahu, ang'oaye kila madhabahu, atulaze kila mawimbi, anajibu kila maombi. Wacha mbingu likafunguke, wacha mbingu likafunguke. Maombi yako yawe kama manukato. Kanisa, maombi yako yawe kama manukato, maana Biblia inasema kwamba
Mwenyezi Mungu anatafuta wanaomwabudu si kanisani, wanaomwabudu si katika mwili, wanaomwabudu katika roho na ukweli. Kanisa, inua sauti yako, mwambie Bwana, niguza mara nyingine tena. Unapomimina roho yako, unapoachilia uwepo wako, unapoachilia nguvu zako, unapoachilia kibali, roho yangu ikafunguke, roho yangu naifungua, roho yangu naweka tayari, roho yangu naifungua, ukapate kunijaza katika jina la Yesu Kristo. Jaza watoto wako Bwana mabwana, jaza kila chombo chako Bwana mabwana, jaza waimbaji Bwana mabwana, jaza watumishi wako Bwana mabwana, usiwache yeyote Bwana. Do not spare anyone, O Lord. Let your spirit slay every soul in the mighty name of Jesus. Let every soul be slain in the spiritual realm in the mighty name of Jesus. May you shake the unshakable. May you overturn the overturnable. May you reverse the reversible in the mighty name of Jesus. What a mighty tower! What a mighty tower! What a mighty tower! What a mighty tower! Jesus, what a mighty tower! What a mighty tower! What a mighty tower! That the righteous run unto their safe. Usalama ni wewe tu Yesu. Usalama ni Yesu Kristo. Wakati pesa inapoisha Bwana, wewe hautawaisha. Marafiki wakitoroka, Yesu hautoroki. Wazazi wakituacha, hautatuacha kamwe. Marafiki wakitoroka, hautoroki. Hautoroki Yesu, hautoroki Bwana. Ndio maana natamani nikushike, nataka nikushike, natamani ukanibariki kama Yakobo alivyosema, sitoki hapa usiponibariki. Sitoki kanisani leo mpaka unibariki. Unibariki leo. Nibariki Bwana, nibariki Bwana, nibariki Yesu, nibariki Mfalme. Nataka baraka, nataka kubarikiwa, nataka kubarikiwa, nataka nikainuliwe, nataka nikapone, nataka ukanipone. Nipone Bwana, nipone katika afya, nipone katika ndoa, nipone katika kazi, nipone katika biashara, nipone katika huduma yangu Bwana, katika jina la Yesu Kristo. Ninatangaza damu ya Yesu, natangaza damu takatifu, damu iliyotiririka msalabani. Damu imetosha, damu imetosha, damu imetosha. Tawala mahala pa Bwana, tawala, 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 tawala Yesu, tawala Mfalme, tawala Yesu Kristo, tawala sasa, tawala sasa, tawala sasa, tawala sasa. Baba nitawale, Yesu tutawale, Roho tawala, Roho tawala, Roho Mtakatifu sasa tawala. Tawala kanisa lako, tawala hukumu huu, tawala hii nyumba, ukaijaze na uwepo, ujaze na mamlaka, jaza na upako, jaza na nguvu, jaza na upako, 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 katika jina la Yesu Kristo, katika jina kuu, jina lenye uwezo. Haleluya! Inua tu mikono zako, mwambie Bwana, I surrender. Mwambie Bwana, najisalimisha. Kwa uzuri na kwa ubaya nasema ni asante, kwa wema na ubaya nasema ni asante. Najisalimisha kwako Yesu Kristo, najiachilia mbele zako Bwana, kama chombo hakifai, kama binadamu asiyefaa. Nifanishe Bwana, ukanichonge Yesu Kristo, nichonge na roho yako. Pasipo roho, pasipo roho, pasipo roho
kanisa pasipo roho, katika uwepo wa Mtakatifu, ndani ya uwepo wa Mtakatifu, katika uweponi mwake milango zinafunguka. Haleluya, haleluya. Yes Lord, takatifu ni wewe, shujaa wa shujaa, simba wa kabila wa Yuda, aliyetawanyisha bahari ya Shamu, watoto wako Israeli wakatembea katika nchi kavu, ukatembea pamoja nao katika miaka 40, ukawalisha bila msaada wa msalaba mwekundu. Ulinena yakawa, ukamimina mana wakakula kwa wakati huo. Hata nasi Bwana tunaishi kwa nyakati ambapo roho yetu inatamani hiyo mana, lakini sio mana ya jana, lakini mana leo hii katika msimu huu unayosema Bwana kwamba wakati wa jioni, wakati wa majioni, wakati wa majioni, wakati wa majioni, kabla unyakuzi ile mwangaza, ile mwangaza ambayo ilikuwa siku ya Pentekoste itarudi tena. Tujaze tena. Asante Bwana mabwana, pokea sifa na utukufu. Hallelujah. Yes Lord, you are your children. What a mighty God you serve. It's a God who never fails. In the league of failures, God never exists there. In the league of quitters, my God is never there, because we call him Almighty God. He's the same yesterday, today, and forevermore. Abadiliki. Yesu abadiliki. Asiyebadilika ni Yesu tu. Inua tu mikono zako mbele za Bwana. Baba wa mbinguni, hakuna mwingine kama wewe Bwana. Hakuna mwingine kama wewe Bwana. Paza sauti yako ukimwambia Bwana, mwambie kuna mwingine kama yeye. Heavenly Father, in the mighty name of Jesus, I just want to surrender this session in your hand, O Lord. As men and women of God want to listen unto your word for the day, O God, we pray, let your presence take place, O God. Have your preeminence, O my Father. We dedicate this meeting, O Lord, into able hands, and we pray, O God, anoint your word, anoint men and women who are seated here. In the mighty name of Jesus, and I pray. Just take your seats and close your eyes. Sing that song. Good.
Sing. Pigia tu Bwana Yesu makofi mazuri kwa ukuu wake, wema na fadhili. There are 2 seats that are empty here, brother. Unajaza. Bwana sifiwe. Dada, kama mafuta imepungua kwa taa, tutajaza. Hiyo taa ijae na upako na mafuta, ya kwamba tarumbeta ikipulizwa wakati wowote. Na sio kuna mtu anasema yeye anajua sauti ya tarumbeta. Hallelujah. The Bible says hata Yesu Kristo hajui wakati. Hata vile tarumbeta itasound. Hallelujah. Bwana sifiwe. But the same Bible says that my people perish for lack of knowledge. But we are here that we may impart knowledge in you, and you may walk as a born child of God in the things that God has made you to be. Bwana sifiwe. Amen. Bwana sifiwe. Walking in the footsteps of our forefathers. Kwamba tutembee katika nyayo za miguu zetu. I want to talk about the mantle of Elijah. Hallelujah. The mantle of Elijah. Because we know many a times tumesikia kuhusu Elijah, many a times tumesikia kuhusu Elisha, but it's something maybe you've heard, something maybe you've been preached to, but it depends on how God shall reveal that word. And I pray as I surrender everything, the instrument in the hands of God, that God may use the word, that somebody may leave this place kama amebarikiwa, amekombolewa, amepona na ameinuliwa juu kwa sababu ya vitu vyote ambavyo Mwenyezi Mungu amekusudia siku hii ya leo. Bwana sifiwe. And I want to tell you one thing, my brother, my sister, that in this world, mahali ambapo tunaishi, kuna changamoto mingi ambazo tunapitia, kuna vitu vingi ambavyo tunapitia, lakini Bwana amezidi kuwa mwaminifu. Nyakati zote Bwana amekuwa mwaminifu. Maana wakati alipoongoza wana wa Israeli walipotoka nchi ya Misri wakafika
pale jangwani. Pale jangwani kukakuwa na mambo mengi, lakini vita ikazidi. Na kuna mmoja ambaye alikuwa ametumwa na Mungu ili kuwasaidia kuwatoa na kuwasafirisha kutoka Misri hadi nchi ya ahadi ambayo ni Kanaani. Hata sisi kuna nchi ya ahadi ambayo tunaelekea. Kanaani yetu ndiyo imani ambayo tunakiri ya kwamba at the end of it all our goal is to inherit the kingdom of God. Bwana sifiwe. Lakini katika hali zote wakazuka vita na kila kitu, until wakasema, wakamwambia Musa, je, Musa, aujue kwamba pale Misri kulikuwa na makaburi ambayo sisi tumezikwa? Kulikuwa na kilio katika kambi ya wana Israeli. Wakamwambia Musa mambo yote. Lakini Mungu, kwa sababu ni Mungu wa ahadi, Mungu wa ahadi, na Mungu ulinda ahadi zake, chochote ambacho Mungu akisema lazima atatenda. Bwana asifiwe. When God say you are blessed, there is no curse. And that is why the Bible says that you are blessed in the city and in the countryside. You are blessed when you go in and when you come out. The Bible does not say you are cursed. Bwana asifiwe. But Jesus, in his own form, as it was designed by the heavens, alikuja akabeba laana zetu zote na akatuachia baraka zake. And in the process, God told Moses that tell the people and the children of Israel that the battle that they are going through, it is not theirs. That battle belongs to me. I am the one who will fight that battle. And I'm the one who will make sure that they win that battle. That is why I want to encourage you, church, that whatever you're going through this morning, whatever you've gone through this week, whatever you've gone through this month, the month is just about to end, that battle belongs to God. There are certain battles that you fight and you never win them because God wants you to involve him in the battle. Kuna vitu vingine ambao unajiingiza ambao Bwana hataki ujiingize. Kuna maneno mengine ambayo umejiingiza ambao Bwana hataki ujiingize. Anataka ukae pembeni na umwachie, mwambie Bwana, mahali ambapo nimefika sasa naona ni kama siwezi. Ingia katika hii vita. Na every moment you let God overtake the battle, you shall conquer that battle. You shall win that battle. Ndio maana wakati mwingine si lazima uongee. Bwana sifiwe. Wakati mwingine si lazima ufungue mdomo yako. Wakati mwingine si lazima ujitetee. Wakati mwingine si lazima ukajisemeshe. Kando na Mwenyezi Mungu atakutetea na Mwenyezi Mungu atakusemea. Bwana sifiwe. You just need to keep quiet. Hallelujah. Hata wakikuzaba makofi, hata wakikutusi wakisema kwamba you are good for nothing, you just tell God hallelujah. But I know I am good for something. There is no child of God that is good for nothing. Turn to your neighbor and tell your neighbor that you are good for something in the kingdom of the living God. You are created for a reason. And you are born for a reason. Unaishi na sababu. And I normally say, by the virtue that you are living, kwa sababu bado unaishi, inamaanisha kwamba mbingu bado hawajamalizana na wewe. Ya kwamba kuna vitu ambavyo vinafaa kufanywa, kuna vitu ambavyo vinafaa kuzinduliwa, kuna manyumba zinafaa kujengwa, wale wamejenga, lakini kuna nyumba yako wewe ambayo unafaa kujenga katika hiyo familia haijawahi jengwa. Kwa maana shetani hawezi kuweka futi sita chini. Hallelujah. There are things that your father did not do. There are things that your mother did not do. Kuna vitu ndugu yako hajafanya, lakini wewe umechaguliwa katika hiyo familia, ukaleta mageuzi katika hiyo familia kwamba kile ambacho Mwenyezi Mungu atakuwezesha ufanye, watu watakaa pembeni wasema kwamba imekuaje. Hallelujah. Na wakianza kusema imekuaje, waambia kwamba kunaye mmoja ninayemjua, kunaye rafiki ninayemtambua,
kunaye mpenzi ninayemjua, sikuwepo lakini yeye akawa. Hapo mwanzoni akanipenda, akabeba mizigo yangu, akaniambia kwamba njoni kwangu ninyi nyote mmeona mizigo, nami nitawapumzisha. Mapumziko haiko kanisani, mapumziko iko kwa Yesu. Haleluya! Maana kila mtu anaenda kanisa. Leo hii watu wengi wamejaa kanisa, wengine wamekosa mahali pa kwenda, ndio maana wameenda kanisa. Lakini yule mtu ambao katika nia yake, katika roho yake anaenda kanisa kumwambia Bwana, sitoki pale mpaka unibariki. Sitatoka mahali pale mpaka unipanguze machozi. Sitatoka pale mpaka unipatie ushuhuda. Sitoki mahali pale bila kuniponya. Maana nimelemewa na haya mizigo. Nimebeba hii mwaka yote, lakini leo hii pasipo wewe Bwana mimi siondoki. Ndio maana Yakobo akabadilishwa jina kutoka kwa Yakobo akaitwa Israeli. Bwana sifiwe. Even you that I'm preaching to today, our God is a God who can change that name. Our God is a God who can change your story. Is a God who can overturn the impossible to come possible. He can overturn a test to a testimony. Bwana sifiwe. For I know kuna watu wanapitia majaribio. There is a brother who is passing through a test. There is a sister who is going through a test. But to a test, God is going to make it a testimony. Tomorrow there is a testimony. Tomorrow there is a testimony. Mama, tomorrow there is a testimony. There is going to be a new song. Kutakuwa na wimbo bora ambao utasema kwa hakika nimeona mkono wa Bwana. Bwana sifiwe. And you shall say for sure there is a God. Bwana sifiwe. And that is the God that you are preaching. And that is the God of yesterday, today, and forevermore. And that is why Paul says in the book of the Galatians, that if anyone, let me tell you church, we should not preach anything that is outside the Bible. Whatever our forefathers preached, that is what we shall preach. And Paul says that if any other man or even an angel shall come with another gospel different from which Jesus did not preach, let him be accursed. Hallelujah. And I normally say, let every man remain a liar, but let Jesus be the truth. Hallelujah. Just lift up your Bible and tell the Bible, this is my absolute. I shall not walk outside the Bible. Sitanunua mishumaa, sitanunua rosari, sitanunua sticker. Whatever the Bible shall say, I shall say amen. Hallelujah. We shall say amen. Because the Bible is what holds your tomorrow. The Bible is what holds your future. There is no future without the Bible. There is no tomorrow without the Bible. There is no better family without the Bible. There is no better house without the Bible. And who is the Bible? The Bible is Jesus Christ in written form. Hallelujah. Ukibeba Biblia umebeba Yesu. Bwana sifiwe. Jesus from Genesis unto Revelation is about Jesus. Open every chapter is about Jesus. And that is why here we talk about him. Because we understand him. We preach him because we know what he can do. We talk about him because we can confirm that Jesus Christ is the same yesterday, today, and forevermore. Is a God who does not change. The way Jesus healed the woman who was bleeding for 12 years is the same way Jesus healed Brother Walter. Hallelujah. The same way Jesus changed the story of Anna is the same way he changed the story of Sister Lorena. Hallelujah. What am I saying? Haijalishi umezaliwa na nani, haijalishi mama yako ni nani, haijalishi umetoka ukoo gani, haijalishi babu yako aliua kina nani, haijalishi umezaliwa katika watu wangapi, kinachojalisha kwamba mbingu imepanga neno juu yako. Na huwa tunasema alivyopanga Mungu ni tofauti na jinsi Mwenyezi Mungu amepanga. Whatever God has planned for you, there is no power that can change. Hakuna mtu yote anazabadilisha. Baraka yako itakuja kwa jina lako. Ushuhuda wako itakuja kwa jina lako. And let me tell you, chochote ambacho ni chako ni chako. Hautanyang'anywa. Hata
hata shangazi apige kidole kwamba hautaolewa. Utaolewa, maana imeandikwa ya kwamba umebarikiwa. Hata mjomba aseme ya kwamba utakuja kwa sanduku, utakuja kama umebeba sanduku, lakini wacha nikwambie, hiyo ni shangazi na hiyo ni mjomba amesema. Lakini Mwenyezi Mungu ni Mungu wa baraka, habadiliki. Akisema amesema, akibariki amebariki, akiinua ameinua. Walio chini wanainuliwa kwa sababu ya Mungu, waliodharauliwa wamebarikiwa kwa sababu ya Mungu. And that is why the gospel is still going on. Hallelujah. Once upon a time, the man called Elijah, he was a great prophet. And we remember there was a given time that one day in the evening time, wakati wa machoni, akaambia yule mfalme ya kwamba leta watu wako, manabii wako wote mbele msini, tukapatane juu ya mlima Karmeli. Akaambia kwamba leo kutakuwa na mashindano, itajulikana Mungu wa kweli ni nani. Hallelujah. Even today we must declare to the world that it must be known the true God between the God of the people and the God of Abraham, Isaac and Jacob. Atakayejibu kwa moto, huyo ndio Mungu ambaye ataabudiwa. Hallelujah. And that evening when the people came, and then he told the 850 prophets that nyinyi mwanze kuita Mungu wenu. Walikuwa wameweka kila kitu juu ya mawe, akaongeza maji, akawaambia kwamba anzeni kuita huyo Mungu. Wale manabii wakaanza kuita Mungu, Mungu hakujibu. Wakaanza asubuhi, ikafika mchana, Mungu hakujibu lolote. Ikafika mwendo wa saa 8, Mungu hakujibu lolote. Elijah akamwambia, huenda ikawa Mungu wenu ameenda Danoa. Hallelujah. Huenda ikawa Mungu wenu ameenda Gomongo. Huenda ikawa Mungu ameenda Runda. Huenda ikawa ameenda labda Mombasa. Wacha tungoje kama tajibu. Hallelujah. But Elijah just stepped aside, and the old man waiting for the right time, the evening time. Hallelujah. Let me talk about that particular time, the evening time, siku ya mashindano. And the Bible says when they had tried, and then it reached, akaambiwa sasa Elijah, ni wakati wako. Hallelujah. And that is when you shall know who is a true servant of God. Hallelujah. He does not look for words, for he knows the God that he has met. And when you know the God that you have met, hautasumbuliwa, utasimama kidete, maana unajua huyo Mungu wa Ibrahimu, Isaka na Yakobo, yeye halali wala hasinzii. Hallelujah. And our God does not need help. Our God does not need reinforcement. Yeye ni Mungu mmoja. We call him one man army. Hallelujah. When God comes, the whole heaven comes. Hallelujah. Ndio maana nakwambia kwamba wakati mapepo yanakuvamia, just call God. He will come with the whole army, and you shall know that for sure on your side there are many that are on their side. Hallelujah. And the Bible says that fear not, you little children, for he that is in you is greater. What am I saying, Church of Kayole? I'm talking about the man who is living in you. I'm talking about the power who is living in you. I'm talking about the anointing who is living in you. And the anointing is not anointing of Catholic. It's not anointing of Anglican. It's not anointing of Tabernacle. It's the anointing of the Holy Ghost. Hallelujah. Anaishi ndani yako ni mkuu. Unapokaa miongoni wa kama na wachawi, hautatingizika, maana Yesu yuko ndani. Ukitembea hapa na pale, hauna wasiwasi. Ukilala usiku, hata paka ikilia, hauna wasiwasi, paka ndio imelia. Lakini sikia, anaishi ndani yako. Yeye ni simba wa kabila wa Yuda, akinguruma. Sikia kanisa, Yesu akinguruma, paka inapotea. Yesu akinguruma, fisi inapotea. Yesu akinguruma, chui inapotea. What am I saying? Yesu akinguruma, kifafa inapotea. Yesu akinguruma, umaskini inapotea. Yesu akinguruma, hata ukimwi inapotea. Hallelujah. Ukiwa jangwani, wanadamu wameenda Masai Mara,
Haleluya. Hata ukiangalia kwenye nachio, wakati simba inapotembea, ukiangalia macho ya simba inakaa mekundu sana. Haleluya. Imagine the eyes of the natural lion, and when you look at the eyes of Jesus, ukimwi ikiona macho ya Yesu, virusi vinakauka. Saratani ikiona macho ya Yesu inapotea yote. Kifafa ikiona macho ya Yesu, kifafa inapotea. Kidonda ikiona macho ya Yesu inapotea. Hata ukimwi, hata majini, hata waganga, hata Illuminati wakiona macho wa simba wa kabila ya Yuda wanatoweka tu, wanasema nimemuona. Unamuona huyo ndio Yesu. Haleluya. And that time, labda Mungu wako umejaribu na mshumaa, lakini hata jipo, labda ameenda Dandora. Elia anasema kwamba mwite tu watakuja, mwite tu watakuja. Lakini wakati ilipofika akasema, Mungu, nimetengeneza madhabahu, nimetengeneza matoleo. Sasa wote julikane ya kwamba Mungu wa Elia yuko. Na unaposema na ijulikane Mungu wa Elia yupo, ijulikane Mungu wa Shadraka, Meshaka na Abednego yuko, na ijulikane Mungu wa Ibrahimu, Isaka na Yakobo, Mungu huyo yupo. Na ijulikane, wacha julikane Kayole, wacha julikane ya kwamba Mungu yuko. Na Elija aliposema na ijulikana leo ya kwamba huyo Mungu yuko, aliyefungua mfuko wa Sarai, aliyefanya wakatoka Misri, aliyefanya wakatembea juu ya maji, aliyefungua Lazaro, aliyefanya mwanamke aliyetokwa na damu miaka 12. What am I saying? Jesus is the same yesterday, today, and forevermore. Habadiliki. He does not change. Mume atabadilika, bibi atabadilika, watoto watabadilika, hata pastor atabadilika, kanisa itabadilika, lakini Yesu habadiliki. Haleluya. Wangapi wamekuambia nitakufanyia, hawako tena. Wangapi wamekuahidi nitakupa, hawako tena. Lakini Yesu Alfa na Omega, wa kwanza na mwisho, kando yake hakuna. What am I saying? He's alive, he's alive, he's alive. Jesus is alive. Power. Hallelujah. I'm talking about you. Hallelujah. Nitakwambia hapa hakuna rosari, hapa hakuna stika. Pale zinauzwa 300 itakuliwa, 500 itakuliwa. Weka stika juu ya mlango, lakini pastor akona bodyguard. Stika haulini pastor, unadanganywa. Stika itakulinda. You don't need a sticker. Who do you need? The great one, the Almighty, 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 Ebenezer. Hallelujah. Wacha kwa pumbavu, wacha kwa mchika. Hallelujah. Unadanganya, lipa pesa. Hallelujah. The Bible says, freely we were given, freely we shall give. Hakuna pesa unalipa ili ukombe kupona. Ukombozi ni free, ukombozi ni free. Yesu alilipa bure. Hallelujah. Ulikuwa na deni, haungelipa. Nilikuwa na laaniwa, laana ilijaa, lakini Yesu, laana ya babu, laana ya mama, laana ya ukoo, akabeba yote, akalipa yote, akalipa gharama.
wacha nihubiri nikiwa hai, wacha nihubiri kabla sijazeeka. Huyu Yesu ametenda mema, anaokoa. Haleluya, haleluya. Na Mungu Elia akasuka akaramba mawe hata pamoja na maji ikabaki kuwa jivu, na akasema kumbe Mungu wa Elia ndio Mungu ambao anapaswa kuabudiwa. Je, watu wa kwenu wanasema maneno kama hayo wakikuona? Wanasema kama huyu mama kuna mahali ameenda, huyu dada kuna mahali ameenda, hii ndoa yake tulikuwa tumefunga, lakini leo kuna honeymoon. Watoto wake walikuwa wamelaaniwa, lakini wana watoto wako university, wako na PhD, wanapata masters. Imekuwaje? Namna gani? Mganga huyo sio watajiri, huyo mganga ni Yesu Kristo, Yesu Kristo, Yesu Kristo. Haleluya. Wanasema imekuwaje? Mama wakikuangalia walikuona kwamba wewe ni mtoko kijana, haukusoma vizuri, lakini saa hii kazi ambayo uko nayo, hiyo biashara unayofanya, wateja juu ya wateja, customer juu ya customer, hata wanajiuliza amefanya nini? Haujafanya chochote. Umetambua kuna mlima moja, kuna mlima Kalvari, kuna mlima Golgotha, kuna mlima Kalvari. Ukatembea pale ukasema ninabeba yote, ninabeba familia, ninabeba watoto, ninabeba nyumba yako, ninapeleka wapi? Kalvari, 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 Kalvari. Hiyo ndoa Kalvari, huyo mume wako Kalvari, watoto wako Kalvari, biashara Kalvari, mambo yatakuwa sawa. Haleluya. Na hiyo siku mfalme akasema huyu Mungu wa Ibrahimu, Isaka pamoja na Yakobo ndio Mungu wa kuabudiwa. Je, watu wanasema hivyo kwako ama wanachekelea Mungu wako? Haleluya. Kuna wimbo mmoja unasema kwamba kama Mungu wako hajibu, jaribu Mungu wangu. Haleluya. Kama Mungu wangu aleti baraka, jaribu Mungu wako. Mungu wangu hajaribu vita, yeye ndio komanda in chief. Haendi kwa vita kujaribu, shetani anajaribu, lakini Mungu alishakuwa tayari kwa vyovyote. Utamwambia shetani leta chochote, bring what you can bring, leta nane ukoo, nitapepeta, leta kifafa, nitapepeta, leta kaburi, nitavuka. Natangaza hautazikwa, hakuna kuzikwa hapa, hakuna kuzikwa hapa. Tukishika hautaenda, kataa kwenda chini. Funika hiyo kaburi, funika hiyo kaburi, funika hiyo kaburi, kaburi ya watoto, kaburi ya mume wako, kaburi ya mama yako, kaburi ya shangazi. Kataa, funika, funika na damu ya Yesu. Haleluya. Na chochote imani ya kwamba ukiinuka kama mama hautalia, utainuka kama shujaa, utainuka kama mwanajeshi, unasimama vizuri, unakaa kama Daudi. Aliambiwa na Saulo, wewe weka hiki kichwani, weka kwa kifua, weka kwa magoti. Daudi akajaribu, akasema siwezi, maana sijatumia, lakini nasikia kuna silaha, nasikia kuna silaha. Silaha moja, jina la Yesu, jina la Yesu, jina la Yesu, jina la Yesu. Silaha ya pili, damu ya Yesu, damu ya Yesu, damu ya Yesu. Silaha ya tatu, the word, 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 the word of Jesus.
Haleluya. Shetani hataki ujue hii. Hataki ufungue. Kwa maana analeta mishumaa. Hata ununue nyekundu nyeusi. Lakini sikia, hata ununue, wewe unaambiwa kwamba kuchapwa kwake Yesu Kristo, Yesu alipochapa ya kwanza hadi 40, nimepona magonjwa yote. Haleluya. Biblia sio constitution. Biblia imesema magonjwa yote. Daktari anakuambia ukimwi haiponi, saratani haiponi. Neno linasema nini? All manner of sickness. Unasikiaje? How do you read the Bible? Hallelujah. How do you read the Bible? Unachukuliaje Biblia? Inasema magonjwa yote. Weka malaria kando, weka kuuma ya kifua kando. Tunatafuta zile ambao Kenyatta inaogopa. Ile Dakar haiwezi. Mpesa inasemekana umetoka sera referral Kenyatta. Atienda Kenyatta, Daktari Otieno ameandika kwamba Sister Lilian, hii ugonjwa yako itakupeleka kaburini, umebaki na 2 months. Kwa hivyo referral ni Kenyatta. But the Bible says, in whose report do you believe? What am I saying? In whose report do you believe? Referral to Kenyatta ama to Calvary na kuelekeza. Sio Kenyatta, sio Dakar, sio Mpesa. Calvary. Yesu akasema nimelipa yote. Unanisikiaje kanisa? Unanielewaje watu wa Kayole? What am I saying? Hakuna ugonjwa Yesu anashindwa kuupona. Hakuna ugonjwa Yesu anashindwa kuupona. Kwenye YouTube nisikie, wewe kwenye Facebook nisikie. Hakuna ugonjwa yote Yesu hawezi pona. Anapona yote. Ukimwi inapona, saratani inapona, kifafa inapona. Jesus. Sio kanisa. Yesu. Haleluya. Yesu tu. Yesu peke yake amenituma hapa. Sikujua. It never happened to my mind. Mambo ya kuwa mchungaji nilisahau, lakini wakati wa Mungu ikifika, imefika. Mama wenda kusema nimechelewa. Kwa Mungu haujachelewa. Kwa Mungu hakuna kuchelewa. Kwa mbingu haujachelewa. Because God never delays. And I said to you, delay is not denial. Delay is not denial. Kuchelewa sio kunyimwa. Kuchelewa sio kukataliwa. Hata kama umechelewa, amini tu. Msubiri Bwana. Wait upon the Lord. In the midst of the storm, wait upon the Lord. In the laughter, wait upon the Lord. In the cry, wait upon the Lord. In the rejection, wait upon the Lord. In the rejection, wait upon the Lord. Ngojea Bwana. Jawabu inakuja. Nisikie vizuri. Wait upon the Lord. And the Bible says that those who wait upon the Lord, they shall mount like eagles in the sky. Hallelujah. Hautaonekana, maana Roho Mtakatifu itakupeperusha juu. Waganga wakijaribu kwenye network wanasema hii hapatikani. Hautapatikana kwenye network ya waganga. Hautaonekana kwenye kioo. Hautaonekana kwenye kioo ya wachawi. Hautaonekana kwenye kioo ya waganga. Maana uko chini ya mwamba.
uko chini ya Yesu, uko chini ya mwamba, na mwamba iko juu yako. Yesu amekuficha, ameficha nyumba yako, ameficha watoto yako. Kaa chini ya mwamba. Mwamba ni Yesu, mwamba ni Yesu, mwamba ni Yesu, mwamba ni Yesu, mwamba ni Yesu. Alafu baadaye Elijah alikuwa na mpenzi wake anaitwa Elisha. Maana Elisha aliona makuu ambao Mwenyezi Mungu alikuwa anafanya kwa mikono ya Elijah. I'm talking about walking in the footsteps of our forefathers. And one day akaambiwa na manabii wengine that don't you know that your prophet will be taken away? Akasema yes I know. Na hiyo siku akamwambia Elisha, tell me what you want me to do for you before I'm taken up. And he said, I want double portion. I want double portion of anointing. Hallelujah. Double portion of anointing. Hakuna anointing ambayo inanunuliwa. Sikia vizuri, mtazamaji wa YouTube. Hakuna anointing ambayo inanunuliwa. Anointing inapatikana by a servant of God being all alone in the sacred place, waiting upon God, and the anointing shall come. Anointing haikuji mtu kwenda shule. Hallelujah. Hakuna masomo ya anointing. But let me tell you, a servant of God who has met God in the secret place of Holy Ghost baptism, he fears nothing. He does not read books, because he waits upon Jehovah, and the heavens will upload and shall give unto him. Hallelujah. That day he waited. All of a sudden, he saw horses and chariots of fire, and they came and took Elijah away. And people might have laughed at him. Walikuwa wanajisikia sana, ona mkubwa wako ameenda. Like some people may say, sorry for saying this and God forbid, maybe one time when my spiritual family is taken, and then somebody will say, oh, you are lying on the power of Pastor Gaspar. Let me tell you, Church of Kayole, I don't depend on the power from Pastor Gaspar, because he did not call me. I was called by him. He's my mentor. Hallelujah. He's my teacher. He's my spiritual father. And the anointing is transferred by the grace from him to me. Hallelujah. And then he was taken away. And that time, listen carefully, amsa huyu analala. Rebuke the spirit of Eutico. Hallelujah. And then he said, he saw, sikia vizuri, when he was with Elijah, he saw Elijah take the mantle. Take that word. He saw Elijah take the cloak. And he went by the sea or by the river, and he struck the water, and the water parted ways. Hallelujah. He saw with his naked eyes, and he wanted to test if the same cloth still has the same power. Hallelujah. And he went by the river, and he wanted to confirm if the mantle still has the power. Hallelujah. And he took the cloth and he struck the water, and he said, where we read, whatever is on the Facebook, whatever is on WhatsApp, where is the God of Elijah? And the water parted ways. Hallelujah. What am I saying? We need a people, we need a generation who can demonstrate the same power that was with Jesus. We need a church who can demonstrate the same miracle that was with Jesus. And he said, where is the God of Elijah? Even now I say, where is the God of Pastor Gaspar? Where is the God of Brother Paul? Where is the God of Jesus? Hallelujah. Hallelujah. Huyo Mungu yuko wapi? Huyo Mungu yuko wapi? Nataka nimuone. And the Bible says, this promise is unto you. Hallelujah. This promise is unto you, unto you, unto you, your children, and also far off. Hallelujah.
let me hold. And he says, hapo ndipo mnasikwa. Hallelujah. Because mchungaji amechukua nguvu zake zote mpaka watu wanamwabudu. Our Father, Baba yetu, akipita hapa mnataka kuweka leso. It is good. He is not supposed to be worshipped. Only him. Hallelujah. Only him deserves to be lifted. Hallelujah. And then Elisha wanted to confirm if that power is in the mantle. The mantle has been handed from Jesus to the disciples, to the apostles, to the seven church age, until the last one. Hallelujah. Which is you and you and you and those who are watching. Hallelujah. What am I saying? That mantle is still alive. That mantle is still working. That mantle is still alive. That mantle is here. That mantle is here. That mantle is here. What parted in the water? It was not the clock. It was not the clock. It was not the clock. It was the power in the name. It was the power in the name. It was the power in the name of Jesus. Hallelujah. Kanisa nisikie vizuri. Hallelujah. That mantle bado iko hapa. Bado iko. And the Bible says that in the latter days, in the evening time, in the latter glory, in the evening time, which is now, wakati wa jioni, kabla kanisa haijanyakuliwa, utukufu itakuwa kuu. Itakuwa kuu. Wacha kwa mteja wachungaji. Wacha kwa mteja wachungaji. Hallelujah. Watu wanapoteza shilingi 10,000 booking fee. Hakuna mahali popote. Apostle Paul told the people in Corinthians in the lessons that you must pay money so that you see me. Hallelujah. And that is why he telling the Galatians that if any other, hata kama ni malaika, atakuja na injili nyingine ambao mimi Paulo sikuhubiri, wacha akaraniwe. What am I saying? If any other pastor, if any other preacher shall preach any other name except Jesus, wacha alaniwe. Alaniwe. Maana Yesu anapona. Yesu anabariki. Yesu anainua. Yesu anaokoa. Hallelujah. Where is the God of Elia? Wapi huyo Mungu tunataka kumuona leo hii? We want to call on him. And the Bible says, he shall answer by fire. We want a God who will answer by fire. We want a God who will answer by fire. 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 Kila kitu kitachomeka. Kila madhabahu kitachomeka. Kila laana kitachomeka. Kilichofungwa na waganga kitachomeka. Kilichochimba chini ya bahari kitachomeka. Kilichofungwa juu ya milima Elgon kitachomeka. Kilichochimba ndani ya kwenu kitachomeka. Maana Yesu ni moto. Wapi Mungu wa Elia atachoma kwa moto? Utachoma sahihi. Utachoma hizo vitu. Kila uchawi kitachomeka. Kila uganga kitachomeka. Utasafiri hadi Ukambani, hadi Kikuyu, hadi Bungoma, hadi Siaya, hadi Nyeri, hadi Mombasa, hadi Kilifi. Utatuma moto, utatuma moto, utatuma moto. Moto wa Yesu Kristo itachoma. Ijulikane, ijulikane. Tunataka kuona huyo Mungu. Hallelujah. Na Yesu akasema, mbona hizo vitu zinafanyika? Hizi vitu ambao babu zetu walikuwa wakituambia ya kwamba kanisa kuna miujiza, lakini siku hizi kanisa hakuna miujiza. Watu ni wagonjwa usiku na mchana. Mbona haya yametukumba? Hallelujah.
lakini sikia, ni leo peke yake. Ni leo tunasema enough is enough, enough is enough, enough is enough. Tutamwambia Bethesda ataona maandiko kwa kuta inasema neno Tekela ufasina akatetemeka. Utamwambia Sultani, masaa yamefika, your days are numbered, your days are numbered. Mene Tekela ufasina, hiyo ugonjwa utaiambia leo toka, hiyo laana utaiambia leo toka, hiyo kifafa utaambia leo toka, hiyo kudharauliwa utasema leo toka, hiyo kukataliwa utasema leo toka, hiyo maskini utasema leo toka, hiyo kuchekelewa leo hii toka. Haleluya. No more. Hakuna tena. Imefika wakati hatutakaa tu chini. Mama, hautakaa chini. Ukiona watoto wameshikwa na madawa ya kulevya, hautakaa chini. Wasichana wako wanavuta bangi, hautakaa chini. Wasichana wanatembea kwa paa. Weki mama, sikia, hautakaa hapo na mume wako ameshikwa mateka na pombe na bangi. Utasema Shetani, leo nimekataa, leo sitaki, ninafungua, ninachimbia, ninakataa. Hallelujah. Hallelujah. The Bible says, and the women received the dead. Watu wanaongea wa mama, and the women sio kusengenya, and the women waliopakwa, and the women waliojazwa, sio wanaosengenya. Atikusengenya tu, unataka mtaa na kusengenya. I'm talking about those who are in prayer, those who are in prayer. When Peter was in prison, women were in prayer. Women were in prayer. Where are those women? Hawa mama wako wapi? Hawa mama wako wapi? Walipiga magoti wakasema, nyumba yangu haitafungwa, mume wangu hatachukuliwa. Wako wapi? Wasimame na waseme, nitaomba, nitasukuma. Haleluya. Mama, umeshika mimba, unasikia kuzaa, hautajali unazaa wapi. Saa hii kuna watu watazaa, kuna miujiza inazaliwa hapa, kuna baraka inazaliwa. Sasa hautakaa. Mtoto anataka kutoka, miujiza inatoka, baraka inazaliwa. Kwa hivyo sukuma, mama sukuma, ndugu yangu sukuma. Sema it is now. It is now. It is now. It is now. Sitakaa kuona nyumba yako inachukuliwa na pombe na unakaa na ukora. Sema enough is enough. I am not going to sit. Where is the God? Take the mantle, take the power, take the anointing. Say today, where is the God? Open the Brennan. Where is the God? Open the gospel. Where is the God? Where is the God? Open the Paul. I want to see that God in my life. Lift up your hand wherever you are. I want to see that God. Mikono zako, mwambie nataka kuona huyo Mungu. Ninasikia alikuwa kipona na nyumba yangu imechana magonjwa kila mwezi. Mungu ambao unasikia ati watu wanafanya hili na hili, watu wanainuliwa kwa sababu ya huyo Mungu, watu wanabarikiwa kwa sababu ya huyo Mungu. Wapi huyo Mungu? Haleluya. Tell him. Mwambie tu. Unajua mahali kiatu inakufinya mama. My brother, you know where the shoe is pinching. Unajua mahali unasikia uchungu. Hapo tu, finyia hapo. Mwambie Bwana hapo. Mwambie Bwana hapa.
Hii ndio hoja yangu. Mwambie Bwana, hii ndio nataka utoe, nataka unoe. Jibu, ukatume moto kila mahali, kila madhabahu likapate kuchomeka. Ukatume moto, achilia moto kila mahali. Labda nyota yako ilifungwa, nyota ikafungwa mahali fulani, hiyo nyota yako imefungwa, lakini leo utasema, nataka Mungu anajibu kwa moto. I want the God who shall answer by fire. Tunashinda by fire, by force. Hiyo nyumba inakombolewa by fire, by force. Hiyo ndoa tunaikomboa by fire, by force. Hiyo kazi tunaikomboa by fire, by force. Hiyo boma tunailinda by fire, by force. Wazazi wetu tunaponyesha by fire, by force. Lazima ijulikane ya kwamba Mungu Elia yuko. Ijulikane leo hii kanisa. Wacha kunyamaza, usinyamaze kanisa, tusinyamaze kanisa. Inuka kanisa, inuka kanisa. Kataa kila maroho ya kurudisha nyuma. Kataa kila maroho ya kurudi chini. Kataa maroho ya upingamizi, roho zote, every power and spirit of rejection in the name of Jesus. Wacha pingu ikajibu. Stand up on your feet. Simama tu kwa miguu yako. Kila mtu simama tu kwa miguu yako. Ukainua mikono zako, mwambie Bwana. Tell God what you want. Mwambie Bwana unavyotaka. Kama ni boma inafaa kukombolewa, mwambie Bwana, nakomboa hii boma. Umenituma kwa hii ndoa nikapate kuikomboa katika jina la Yesu. Ninakomboa, ninarejesha kilichopotea, ninarudisha kilichopotea. Kama ni amani narudisha, kama ni furaha narudisha, katika jina la Yesu. Hallelujah. Tell him, mwambie tu, wewe ndio unajua. Wacha kutazama. Do not be a spectator. Wacha kuwa mtazamaji. Sukuma adui. Amevuka mipaka. Mwambie Shetani, umevuka, lakini leo hii nitakusukuma, nitakurudisha ulikotoka. Msukume kila ugonjwa, rudisha kwa aliyetuma. Kila maradhi, rudisha kwa Shetani. Kataa kuwa mgonjwa, kataa kwenda hospitali, kataa kila report, kataa kila report hospitali. Walikuambia kwamba hii ugonjwa haitapona, lakini pana ripoti nyingine. Yesu yu hai, anapona. Yesu anapona. Yote, kila magonjwa anapona. Tell him. Wacha kunyamaza. For this reason you are born. For this reason you came here. Kwa sababu hii umefika hapa. Komboa hiyo boma, komboa hiyo nyumba, komboa hiyo ndoa, komboa hiyo familia, komboa afya yako, komboa maisha watoto wako wote.
komboa hiyo nyumba. Wacha kunyamaza, wacha kunyamaza. Mwambie shetani toka, mwambie imeandikwa mene mene tekel ufarasina, your days are numbered. Toka, 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 toka. Mwambie atoke, mwambie atoke, 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 atoe mikono chafu, atoke kwa ndoa yako, atoke kwa maisha ya watoto wako, atoke, atoke. Achilia moto, achilia moto. Choma kila madhabahu, choma kila nyungu, kila chupa ivunjike, kila chupa ikavunjike, kila nyungu ipasuke. Pasua kila chupa, pasua kila chupa, pasua, 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 pasua kila chupa, pasua kila nyungu, pasua. Choma, choma, choma. Tuma moto, tuma moto, tuma moto, tuma moto. Moto wa Roho Mtakatifu, moto wa Roho Mtakatifu, moto. Fire, 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 fire. In the name of Jesus, in the name of Jesus, fire. Holy Ghost fire, Holy Ghost fire, Holy Ghost fire, Holy Ghost fire. In the name of Jesus, burn, 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 burn. In the name of Jesus. Leave no stone unturned. Pendua kila madhabahu sasa, pendua kila madhabahu, pendua kila uongo wa shetani, pendua kila ufalme, pendua kila magonjwa, pendua, 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 pendua. Kila ukuta iporomoke, poromosha kila ukuta, angusha kila madhabahu, poromosha kila ukuta, yanguke. Ukuta Jeriko yanguke, Jeriko, 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 anguka. Funga, funga, funga kila mwanya, funga kila mlango, funga kila mlango ya giza, funga kila mlango ya ugonjwa, funga kila mlango ya kuchekelewa, funga kila mlango ya kukataliwa, funga. Funga sasa kanisa, funga kanisa, funga, 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 funga kila mlango, funga. Shut, shut every door, shut every door, every door to be shut, every door to be shut. In the name of Jesus, 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 in the name of Jesus. Take what you can take. Pokea unachotaka, pokea. Mbingu ikafunguke, mbingu ikafunguke sasa, mbingu ifunguke sasa mama, mbingu fungua, mbingu funguka, mbingu funguka sasa, mbingu funguka, mbingu funguka. Amrisha mbingu, amrisha mbingu, amrisha mbingu, amrisha mbingu, amrisha mbingu, amrisha mbingu ifunguke. Baraka zako zifunguke, nyota iachiliwe, ndoa iachiliwe, wateja waachiliwe. Kilichofungwa fungua katika jina la Yesu Kristo. Haleluya. Jesus. Haleluya. Oh yes. Touch your people, Lord. Waguze Bwana. Tengeneza njia pasipo na njia. Tengeneza njia. Tengeneza njia sasa. Now, 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 now. Make a way where there is no way. Now, now, now. Now, now. In the name of Jesus. Hallelujah. In the mighty name of Jesus.
In the mighty name of Jesus, receive that anointing upon you. Let the supernatural presence and the sweet aroma of the Holy Ghost fill this place. The fire to burn. Let every virus burn under the presence of the fire of the Holy Spirit. Let every germ die in the name of Jesus. Every powers of darkness to depart in the name of Jesus. Under the presence of the unseen guest that came down in the upper room, 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 on the Pentecost, that fire, that fire, let it fall down, let it fall down in the name of Jesus. Jesus, touch your people. Let everything be burnt. Let every sin die. Every unbelief to die. Unbelief live. Na chocha imani kuwe. Imani iliyofifia inuke. Imani ya kuinuka inuke. Waliosema kwamba hautaweza, watu wasikie sahihi. Namrisha mbingu yaitikie ombi lako katika jina la Yesu Kristo. Maana Biblia inasema chochote ambacho tumeachilia hapa imeachiliwa mbinguni. Chochote ambacho tumekataa imekataliwa mbinguni. Naachilia sasa Bwana, kuna wetu wapendo wetu waliofungwa na maroho ya ulevi. Tunawapenda lakini wamekataa kutoka. Tunavunja kila chupa, tunapasua kila chupa katika jina la Yesu Kristo. Hizo chupa zipasuke na hiyo pombe iwe chungu kuanzia leo katika jina la Yesu Kristo. Waliofungwa wafunguliwe, wafunguliwe. Waliofunguliwa waone ukuu wako. Kuna wale Bwana waliambiwa, wakanyoshewa vidole, wakaambiwa tutaona. Hiyo kidole ulionyeshelewa narudisha kwa yule ambaye alionyesha. Return to center. Wacha waishi waone ukibarikiwa, waishi waone ukinuliwa katika jina la Yesu Kristo. Let the God of Elijah come through for you. Hallelujah. Jesus. Heavenly Father, thy word says that two cannot walk unless they agree. We agree right now here in this place that we denounce that our houses cannot be a store ya madawa, chupa na pakiti za madawa. We cannot and we refuse. From today, may we experience divine health in the mighty name of Jesus, and I speak it upon thee. May you enjoy the goodness of the living God. Lift up your hand. Jina nalipenda lo jina Yesu
jina bora nalipendalo, jina nalipenda, sema jina nalipenda, Yesu. Sema jina Yesu. Hallelujah. Before I close, na uko hapa unasema, mchungaji, mtumishi wa Mungu, kabla hujamaliza, ninalo jambo ambalo nataka tuombe na wewe. Wewe ndio wajua mali kiatu na kufinya katika roho yako, ili neno la Mwenyezi Mungu imekuguza kisema kwamba wapi Mungu Elia? Yuko hapa. The mantle, we have it. That mantle, we have it. The presence of the Holy Ghost, Jesus Christ is here. Just come, we pray together. Yes, come. Before I close, I want to close very fast. Uko hapa nasema, mtumishi wa Mungu, just wanted to pray for me about this. Before I finish, sing that song. The presence of the living God, the power of the Holy Ghost. And he said, the Spirit of the Lord is upon me to declare liberty, to set the captives free from every yoke of the devil. In the mighty name of Jesus, take your position as a child of the living God. I declare the heavens respond.
when he was locked in prison, 4 soldiers, east, west, south, north, 444, 16. But the church was in prayer. All of a sudden, an angel came down that made the soldiers fall asleep, and they walked out of the prison. I speak the same unto him, falsely accused. I pray for the pardoning power of Jesus. I pray for that grace, and I pray for the favor of the living God upon him wherever he is. Set him free. I set him free. I set him free. I speak for the power of Jesus. A touch of the heavens in Jesus' name. Amen. See me after the service. Lift up your hand wherever you are. Just pray for the ministry. Lift up your hand. If you love this ministry, pray for the ministry. Pray for the pastor. Pray for the co-workers. Pray for the elders. Pray for the committee. Pray for every member of this house. Lift up your hand. Just take 1 minute and speak a word. I surrender the entire ministry in your hand, Lord. But let your spirit, oh God, take lead. Take lead. Take lead. In the name of Jesus, release your anointing to every minister. Increase it, oh Lord. That as you continue to lift service after service, Sunday after Sunday, we claim every soul to this ministry. We claim even those who are viewing, oh Lord, to be partakers of this sweet gospel. In the name of Jesus. Amen. Take your seats. Thank you, Santa. For your mother and your dad, wherever they are. Speak the grace of God. Cover them by the blood of Jesus. And that which is before them right now, I speak the grace of God upon them for the sacrifice in Jesus' name. Amen. Sing. Sing. Sing.
Hallelujah. Pray for our online viewers, those are watching us wherever they are. Our new sons in faith in Kawangware, may the Lord bless you. Viewers in Mombasa, may the Lord bless you. Viewers in Kisumu, may the Lord bless you. Viewers in the test city of Nairobi, may the Lord bless you. Viewers in diaspora, Italy, Bahrain, Qatar, in the Middle East, cover you by the blood of Jesus. May the Lord see you through and speak the divine touch of the living God. In Jesus' name we pray. God bless you. Thank you so much for taking your time to be part and parcel of this ministry and this service. God bless you until we meet again next Sunday. Amen. Piga Bwana Yesu makofi. Turn to be tears of joy. And as I hold this water, I speak Acts 19, level 12, that when water shall drop into the throat, let it bring to an end to that which has caused you pain, and we claim it to the kingdom of God. Let rivers of joy break upon your marriage, upon your life. I declare honeymoon in that house. I declare joy in the mighty name of Jesus. Take off your dead hands from this house and let the presence of the Holy Ghost be upon you. Receive the blessings of God as a daughter in Jesus' name. Amen. Take this water. Go and give him. Lift up your hand wherever you are. In this society, one, you must respect your parents. Doesn't matter how they look, tall, short, big, small. There is no one who chose a parent, but you found yourself to be a child of someone. Okay? There is no one who chose a family to be born. You found yourself there. You may be born in a good family. You may be born in a bad family. You may be born in a better family. Wherever you are born from, it takes you to transform that family. You don't choose who your mother, your father is, but you can choose who to become. You can choose to become a number. You can choose to become a mhalifu. You can choose to become Levi. You can choose to work in bad places. And also you can choose to become a pastor like me. Oh, you can choose to become a doctor, a nurse, an engineer, a pilot. Right? But it does not come because you want to become. Hata sahi tukiomba lita 20 uwe daktari, usipofanya bidii huwezi kuwa daktari. Are we together? Hata tuombe uwe engineer,
tumwage lita ambayo inatosha hii kanisa yote, tuombe. Even for 1 year, uwe engineer, you cannot become if you don't work hard. Are we together? So when you go to school, number 1, you must work hard. Number 2, you must respect your parents. You cannot succeed in life if you don't respect your parents. You will never. You will never. How do I? If you respect your parents. If you don't respect your parents. Because your parent has got parental authority to bless you and to bless you tomorrow. Are we together? Mama akisema lala chini, chini. Right? Akisema enda ulete ile speaker, and ulete. Because whatever your parents say about you, heaven records, and heaven will release it when that time comes. So mnaporudi shuleni, mfanye kazi kwa bidii, msome kwa bidii. Hakuna kuchokozana shuleni. And you young girls and you young boys, mnapenda TikTok sana. Yesterday around 7, there's a small boy, my neighbor. Anauliza mwenzake, si utakuwa online? Small boy is, I think is in grade 5, 6. Mtoke TikTok. TikTok will take you nowhere. First, some pita mihani. TikTok itakuja baadaye. Amen? Facebook itakuja baadaye. Facebook haiendi mahali popote iko. TikTok haiendi mahali popote. In fact, nikishamaliza kutakuwa na beta TikTok. Then hii ya saa hii. Hii ni bandia. Mtoke TikTok, mtoke Facebook, hii mambo ya online, watch. Msome, mkimaliza kusoma, hiyo itakuja. Hizi vitu nzuri mnatafuta hapa, zitakuja baadaye, itawafuata tu. But first, lay the foundation for a brighter future. Hallelujah. Mpaka sasa hivi usema, I wish babangu alikuwa na kazi nzuri ya kunilipia school fees. Mpaka sasa hivi kuna deni shule around 50 something thousand. Sijailipa mpaka leo. Na mimi sasa hivi mzee. Sijailipa. Nilitaseka kwenda shule high school. If your parent can pay for your school fees, tafadhali soma. Huko shuleni kuna watoto wanafukuzwa school fees, ndio? Nyinyi mnalipiwa school fees. Mnafanyiwa shopping. Mnakula Blue Band asubuhi na chai maziwa. Sisi Blue Band tu kwa tunajua. Niliwaambia kwamba kiatu yangu ya kwanza nilivaa nikiwa class 8. Ya kwanza class 8, 14 years. Tangu utotoni mpaka nifike miaka 14 sikujua kiatu. Maana sikuweza. Nyinyi wazazi wenu wanaweza. The best thing you can give your parents, excel in education. Mpite mtihani, mkuje na good grades. Hata sisi tutafurahia sana tukisikia mmeenda Harvard University, mnapanda ndege kwa peleke airport kina ng'ambo. Mmoja kigraduate akiwa daktari. Nyinyi warembo tukikuja kwa harusi yenu, mnataka tu kuja kama mstay hapa. You don't want that. You want you to be good girls with bright future. Good boys with bright future. That we can bless you. Nataka mshikane mkono. Sister Lavida, stand. You two stand. I want you to come and lay hands, please. Brother Dan, come. Chairman, come. Pastor Nicola, come. Elder Martin, please come. These are your grandchildren. Mimi nishapeana wosia. So just want you to lay your hands on them. Sasa nyinyi nataka mweke mkono. Church, lift up your hand. Where's the evangelist? Where's my son? Let us pray. Father, in the name of Jesus, these are our children. Under parental authority, we come against every powers of darkness
in every deceit and lies of the devil. As we put our hands and lay our hands upon them, O God, as school open, my Father, I pray that Lord God grant them grace and favor with the school administration, with their friends, and everything that they do in school. The word says, O God, that we shall be the head and not the tail. I declare upon these beautiful children, sons and daughters, we shall be the top and not the bottom, of God. May your grace, O my Father, be upon them, O Lord. Come against every powers of sickness, frequenting them every day and every night, O Lord. And we declare divine health upon them. We declare divine health upon their lives, O God. That as schools are open from next week Tuesday, O God, may we not hear of any bad report. And we pluck them from the hands of the devil. Every powers of Illuminati, that whatever their friends shall give that to them to eat. If they are big organization, O Lord, to every powers of darkness, we cancel it in the name of Jesus. And we cover them with the mighty blood to be upon them, O Lord. We declare them, O my Father, that let them excel, O God. We declare doctors here. We declare engineers. We declare great men and women who shall hold big offices, O my Father, that they shall excel, O my Father, from university to university, O God, both locally and internationally, my Father. I pray, O my God, may you find the young men and women, O my Father, who shall board planes and bring us joy and happiness, O my Father, among the ones who are standing here. We dedicate them in your hands, O my Father, in the mighty name of Jesus. Receive it, O Lord. In Jesus' mighty name I pray. Amen. Ubarikiwe sana. Pigia Bwana Yesu makofi. Na kama mnarudi, kama kuna mmoja wenu alikuwa na perform vizuri, lakini sasa hivi anarudi chini, arudi hapa. Ulianza vizuri, lakini siku hizi maths unapata E. Mtoto wetu hawezi kupata E. You are doing well, lakini sasa hivi wewe ni mzuri kutoka nyuma. Stand here. Mkitoka hapa, the four of you, mkitoka hapa, nataka mwende kwa nyumba yenu, kwa bedroom, funga, kaa kwa kitanda, anza kujiuliza, ni nini hii ambao saa hii nafanya, ambao sikuwa nafanya wakati ule nilikuwa nafanya vizuri kwa class. Tumesikizana? Ulikuwa unafanya vizuri, lakini sasa hii haufanyi vizuri. Kuna kitu umeanza kufanya ambao haukuwa unafanya hapo mbele. Kama iko, toa. Amen. Kama una rafiki ambao uko naye saa hii ambao haukuwa nayo, jitenge nayo. Achana nayo. Kama kuna tabia ambao ulikuwa hauko unafanya, lakini sasa unafanya, achana. And listen, usipofanya hivyo, term 2, term 3, utarudi chini zaidi. Am I clear? So the choice is yours. Ukitaka kuanza kupanda juu, zile vitu ambao umejiingiza nayo sasa ambao hauko ukifanya, wachana nayo. Wachana. Huyo rafiki yako atakufanya uwe namba 1, namba 2. Atakuvuta chini, mwende chini na mwanguke nyinyi wote. So the only thing you can do, hata kama nakupatia nini, peremende, hata kama nakupatia pesa, kama kuna kitu anakupa, mwambia mama, baba, na kwamba nilikuwa nafanyiwa hii na hii na huyu ndio maana na huyu. Mama, unazanifanya hii. Mama atafanya. Na kama ulikuwa nafaa kurudi nyumbani saa 12 na siku hizi unarudi saa 1, wacha.
Tumeelewana? If you used to go back home at 6 na saa hii unarudi kama kuna giza, wacha. Okay? Stop it. Go back home at the right time. Na ukitoka kwa nyumba, hakuna kutoka kwa nyumba bila ruhusa ya baba, mama. Ongea mama, nataka niende pale, but I'll be back in 1 hour. In 1 hour urudi. Uwe mtoto ambaye anafanya mama na baba wanacheka. Shule ukitoka unarudi shule unasema tutakumisi. Lakini wewe ukipanda gari unasema wewe enda tu. Wewe enda. Inafaa mamako akikuhug, ukirudi shule anatumwa na machozi. Nimekana kijana wangu, nimeona ananifurahisha, nimeona nikimtuma naenda. Lakini sasa wewe uko hapa, ukirudi shule itafunguliwa nini urudi? Don't be like that. So nimesema rudi kwa bedroom, mahali wewe unalala, jifunge hapo peke yako na roho yako. Jiulize hilo swali, nini ambao unafanya saa hii ambao hukufanya? Kama ni hiyo, wacha, utaperform vizuri. Shika mkono. In the name of Jesus, whatever it is that is pulling you down, in Jesus' name, I take it out of your life. Bad friends out, bad company out, attitude out, and be a responsible children in the house of God. May the Lord bless you as you go back home to think about it. In Jesus' name I pray. Amen. Barikiwe sana. Hallelujah. Yeah, we need to guide our children and take them in the right direction. Hallelujah.